Karibu Mohamed Talk Channel. Hapa tutazungumzia historia ya Joseph Sinde Warioba kwa urefu zaidi na kwa kina, kuanzia kuzaliwa kwake hadi mchango wake mkubwa wa taifa la Tanzania. Historia kamili ya Judge Joseph Sinde Warioba. Judge Joseph Sinde Warioba alizaliwa tarehe 6 Septemba mwaka 1943 kutoka mkoa wa Mara, kaskazini mwa Tanzania, wakati huo Tanganyika ikiwa bado chini ya ukoloni wa Waingereza. Alikulia mazingira ya kawaida ya kijamii ambapo nidhamu, uadilifu, heshima kwa kazi na watu vilithaminiwa sana. Maisha yake ya utotoni yaligusa kipindi cha mapambano ya uhuru, jambo lililomjenga kuwa na uzalendo, hisia kali na haki na usawa. Elimu na malezi ya kitaaluma. Baada ya kumaliza elimu ya msingi ya sekondari, Warioba alionyesha uwezo mkubwa kitaaluma, hasa katika masomo ya lugha, historia na sheria. Aliendelea na masomo ya sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wakati huo Chuo Kikuu cha Afrika Mashariki. Baadaye alipata mafunzo ya juu ya sheria nchini Uingereza. Alijikita katika sheria za katiba na sheria za kimataifa. Alikuwa miongoni mwa Watanzania mwanzo kabisa kupata elimu ya sheria baada ya uhuru. Elimu hii ilimweka katika nafasi kubwa, mmoja wa wasomi wa sheria waliojijenga taifa jipya la Tanzania. Kazi ya sheria. Baada ya masomo, Warioba aliingia katika utumishi wa umma. Mwanasheria wa serikali. Alianza kama mwanasheria wa serikali, alijihusisha na uundaji wa sera na miswada ya sheria. Alijulikana kwa kusimamia sheria bila kuyumba. Mwanasheria mkuu wa serikali, Attorney General. Aliteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Alishauri serikali juu ya masuala nyeti ya kisheria. Alisisitiza utawala wa sheria, rule of law, kuliko maslahi ya kisiasa. Namba 4. Jaji wa mahakama kuu, mahakama ya kimataifa. Aliteuliwa kuwa jaji wa mahakama kuu. Aliendesha kesi kwa haki bila upendeleo. Alipigania uhuru kwa mahakama dhidi ya shinikizo la kisiasa. Aliteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague, Uholanzi. Baadaye akawa makamu wa rais wa ICJ. Alikuwa Mtanzania wa kwanza kufika nafasi hiyo ya juu katika sheria ya kimataifa. Alishughulikia migogoro ya mataifa, mipaka na haki za kimataifa. Hii iliweka Tanzania kwenye ramani dunia katika masuala ya sheria. 5. Waziri Mkuu wa Tanzania kuanzia mwaka 1985 mpaka 1990. Mwaka 1985, Rais Ali Hassan Mwinyi alimteua Warioba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipindi chake alisimamia nidhamu serikalini, alipambana na rushwa na uzembe. Alijulikana kwa kusema ukweli hata kama hawapendezi viongozi. Alikataa kutumia madaraka vibaya. Hata hivyo, msimamo wake mkali dhidi ya rushwa ulimletea migongano na baadhi ya wanasiasa, changamoto ndani ya serikali. Licha ya hayo, aliheshimika sana na wananchi. 6. Tume ya Warioba dhidi ya rushwa mwaka 1996. Hii ni sehemu muhimu zaidi ya historia yake. Mwaka 96, Rais Benjamin Mkapa alimpa jukumu la kuongoza tume ya rais kuchunguza rushwa nchini. Ripoti hiyo ilibaini rushwa imeenea serikalini na sekta binafsi. Iliwataja viongozi wa juu bila kuogopa. Ilitoa mapendekezo ya kuanzishwa taasisi kudhibiti rushwa, kuimarishwa kwa sheria, uwajibikaji wa viongozi. Hadi leo, ripoti ya Warioba ni rejea muhimu katika mapambano ya rushwa Tanzania. 7. Mchakato wa katiba mpya. Mwaka 2012 mpaka mwaka 2014, Warioba aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko katiba na alifanya ziara nchi nzima kusikiliza maoni ya wananchi wa kawaida, kusimamia mchakato na uwazi na ujasiri. Alitetea mahakama huru, serikali yenye uwajibikaji, haki za raia, mizani ya madaraka. Licha ya changamoto za kisiasa, alisimama imara kulinda maoni ya wananchi. 8. Maisha binafsi na tabia. Ni mtu wa imani ya dini, anaishi maisha ya kiasi na unyenyekevu, hapendi anasa wala sifa. Ni mfano wa uongozi wa maadili. 9. Urithi. Judge Warioba anakumbukwa kama nguzo ya uadilifu, mwanasheria shupavu, kiongozi aliyesimamia haki bila uoga, sauti ya dhamira ya taifa. Ni mmoja wa Watanzania wachache waliothibitishwa kuwa uongozi wa haki unawezekana. Gusa maandishi yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele ili kupata mwendelezo wa simulizi mbalimbali.